kama imeleta kutatanisha wale ambapo hawaja kubaliana na sauti ya Wakenya. Tungeomba wajue kuna Forgotten Society ambaye ndio hii inaitwa Assemblies Nation, na Assemblies Nation ni kuimarisha ukabila katika Kenya, Jamhuri ya Kenya yetu. Assemblies Nation haina Mjaluo, Assemblies Nation haina Mkamba, Assemblies Nation haina Kikuyu, Assemblies Nation haina Mdigo, Assemblies Nation ni ya Wakenya. Na tungetaka kusema, tungetaka kwenda na hatua hiyo, tuunganishe nchi ya Kenya bila misingi ya ukabila wala kama Jamhuri ya Kenya. Na mimi nashangaa majirani wetu hapa Tanzania, makabila ni zaidi ya 60 na hakuna ukabila hata kidogo. Leo tunaleta sauti ya kugawanyisha Wakenya, tukisema hata tunataka kupiganisha Wakenya, na Wakenya wanataka kuzungumza na wanasema wamesahaulika. Wakenya wakisema wamesahaulika, hawawezi kusema ati kwamba hawana haki ya kusikizwa. Deputy President, hii jeshi ni yako, na hii jeshi ndio usimama raini na ndio inaamka kama swafu kupanga mistari. Lakini tukipiga kura juu, tunasahau kwamba hawana kitati ya kupeleka maisha yao mbele. Mimi nakushukuru kwa sababu umeamka na mkataba mpya wa kujenga Assemblies Nation na kuwapatia kitu inaitwa road, waweze kutafuta samaki wenyewe kwenye bahari. Mimi nataka kusema hivi, wale ambapo wanasema Ruto haina kazi Nairobi, Ruto Nairobi yauza mandizi, Ruto Nairobi yauza machungwa. Ruto Nairobi ndio duka ya biashara. Ya hoka mdogo. Na muhimu tunataka kusema wale hawatabui kazi ya Ruto Nairobi, mijengo, kazi tunatumia Ruto, na kwa hivyo Ruto Nairobi ni tik tik tik. Na anauliza jamani, alama yetu ni Ruto. Kwa hivyo tuwe tayari kutengeneza serikali ya Ruto na hasa kesho kama tuko pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you Gakuya. Anake dorai hatarai. Tadorai anake. Tarora nekegera tuma adu mariye marorete na kuria. Neto do marai kwata he na kanege me haha. Neto ko ga mushamanio. Neto ga mushamanio agire. Toko vako ikarazi. Ore atumia maikarete ve na anake maikarete ikarazi. Thank you very much. Ikarave. Na tiga corona mbele anake neguo mone. Eriko. Tutikaona mbele anake ni marenda kuona. Eni. Asante. Jeshi wanataka wajione mbele. Hapa tafadhali, huu ni kijana mgani? Haya,
Babu Zion, niketisha huyo kijana, niketisha, nimesikia, nimeiona. Haya, ili mkutano tuweze kusikizana. Angalia umati huu wote ambao unataka kusikiza Deputy President. Tushangilie watu wetu, lakini tuwashangilie kwa mpango kazi, kwa mpango sio. Nimeshukuru sana kwa heshima yenu. Dagoreti, kwa dakika moja peke yake nataka nikuitie mheshimiwa wa Embakasi ya Central. Tafadhali mkaribishe kidagoreti mheshimiwa Meja Don. Huyu ni hasa wa ukweli. Hapo awali alikuwa makanga. Akaingia kwa matatu na sasa yeye ni mjumbe. The church leadership, deputy president, and the leaders present. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Benjamin Gabiru. Ama Meja wa Donk, MP wa Embakasi Central. Na Embakasi Central, I can assure you, 90% ni hasras. Kwa hivyo nikiangalia mpaka Dagoreti huku kwa KJ, naona maneno inakuwa mzuri. Tunakuwa sisi wote tuko wapi? Sisi wote tuko wapi? Sitaki niongee mingi. Mheshimiwa wenu amesema na amenena mengi, lakini nataka niseme kuna jamaa wa hat-trick akakuja akasema ameingia kwa serikali.
wakitaka kuraumu naibu wa rais ati kwa nini laptop hazijapatikana. Lazima abebe mzigo ya kuwa ndani ya serikali. Tunaelewana? Mimi nasema saa hii lazima abebe mzigo ya nini? Wakati anatembea kwa barabara, sio kwenda kusema sheria za Jubilee, kwa sababu pia yeye ni mmoja wa nini? Kwa hivyo hiyo mzigo tubebe sisi wote. Ya mwisho, najua tunaendelea na kuongea, tunaendelea na kufitiniwa, lakini ukweli lazima tutausema. Ukweli lazima tufanye nini? Dagoreti, tuko kwa BBI ama hapana? Tuko wapi? Hebu nionyeshe kwa mkono kama tuko kwa BBI ama hatuko huko. Wenye wako kwa BBI tufanye nini? Watumie EACC, watumie DCI, watumie nani kuhujumu viongozi kwa sababu ya kusema ukweli. Lakini tunajua mwishowe tutafanya nini? Tutatoboa. Kina JM walikuwa kweli ama si kweli? Sasa mimi nasema Mungu awabariki watu wa Dagoreti, tunawapenda sana na mpokee salamu ya Haslas wa Kayole. Mungu awabariki. Nitongia na mtaratara dori ya hustle vipi ukaje na hustle sawa. Hustle vipi? Hustle sawa na mheshimiwa Dimbi. Nataka nikuletee hustle jirani wetu wapi kelele ya
viongozi wenzangu na wananchi wa Dago, mko vipi? Asol vipi? Asol vipi? Mimi ni generali, mimi nakwambia. Naam, na umeipata wapi sabuni hiyo? Kwanza mzee wangu huyu hapa atakuelezea. Kwa na binti ajui kuhusu Nairobi Supermarket? La, sijaisikia kamwe. Nairobi Supermarket iko hapa karibu na Arlington. Unapita hapa Melfield kidogo. Dada, humu ndani kunukia vizuri kweli. Harufu hii inanikumbusha mbali. Hii ni harufu ya Imperial. Ni harufu ya Imperial. Naam, na umeipata wapi sabuni hiyo? Huyu hapa atakuelezea. Kwa binti ajui kuhusu Nairobi Supermarket? La, sijaisikia kamwe. Nairobi Supermarket iko hapa karibu na Arlington. Unapita hapa Melfield kidogo tu hapo 360 unapata Nairobi Supermarket. Tuna vitu vingi hapo kutoka Kenya. Royco yapatikana huko? Royco unapata Sasinity, unapata Ketepa. Mwambie. Kwanza nakwambia encyclopedia. Na kumaanisha naweza pata nywele pia. Kabisa, kwanza nywele nyingi za wanawake. Sema Raibina, Lucozade, chochote ambacho unataka. Nataka sunlight, nataka soda. Utapata. Nataka unga ugali pia. Nataka vitu vingi. Hata encyclopedia ya Ekegusi na soya beans zote zipo. Nairobi Supermarket ambayo ipo Arlington karibu na Mayfield na Highway 360 inauza bidhaa hivi vote, kwa hivyo fika Nairobi Supermarket. Asante mheshimiwa KJ. Mwenyewe. Asante, tafadhali naomba jeshi la mtotoigalia tuikare mehanini. Jeshi tuikare mehanini nigetha aria meguga muone na maigwelego. Please tuikare tu. Munene akakualia. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hawa vijana wako na hamu na kina mama na wazee wa Dagoreti kukusikia. Lakini nataka nichukue nafasi hii nikushukuru Mheshimiwa Naibu wa Rais, sababu tarehe 6 Disemba wakati tulikuwa kanisani kwa Bishop Margaret tulitoroka kidogo na Mheshimiwa KJ tukakuja kanisa la KAG hapa Nyongana na tukajipea kazi ya kupromise Pastor Mulwa ya kuwa tutakuleta tuchangie kanisa neno la Mungu liweze kuendelea. Let me thank your excellency kwa kukubali within a period of about a month kuja kushirikiana na watu wa Dagoreti kujenga kanisa na kuendesha kazi ya mahasla. Hiyo kanisa ni ya mahasla na ni watu wazuri. Your excellency, wiki kama moja iliyopita tumekuwa na kelele mingi Kenya hii, wengi wakijaribu kucorrupt ama kuharibu the hustler narrative, kusema ya kuwa hustler ni mtu maskini, kusema dynasty ni mtu tajiri. Lakini nataka niwakumbushe hao wenye wanatuambia hayo ndio walituambia miezi kadhaa iliyopita ya kuwa hustler ni mwizi. Hustler ni mtu ana akili. Mwezi uliopita wakatuambia hustler ni takataka. Wakatusomea dictionary wakatuambia hustler ni nini kulingana na dictionary. Sasa najiuliza ni kwa nini hawasomi dictionary, watuambie dictionary inasema dynasty ni nini kwa dictionary. Sababu ukisoma dictionary ya Kimombo utajua ya kuwa hustler sio mwizi na hustler sio maskini na hustler sio takataka. Hustler ni Mkenya, ni mwananchi anayeamini Mungu, anayejiamini, anayeheshima na kazi yoyote kutoka ya wheelbarrow mpaka ya kuwa naibu wa rais na kuwa rais wa kesho.
La pili ukisoma dictionary utaona ya kuwa dynasty is a succession of rulers in a country from one family heritage or one family line. Kwa hivyo wasijaribu kutupiganisha Mheshimiwa Naibu wa Rais, because they have survived. They have survived on divisive ethnic and regional and personality-based politics. Today, the Hustler Nation narrative has killed their regional, their ethnic, their personality-based politics, and that is why they want to introduce a new narrative of the rich versus the poor. Football, it unites and divides. Football is dada, humu ndani kwanukia vizuri kweli. Harufu hii yanikumbusha mbali. Hii ni harufu ya Imperial. Ni harufu ya Imperial nakwambia. Naam. Na umeipata wapi sabuni hiyo? Kwanza mzee wangu huyu hapa atakuelezea. Kwa na binti ajui kuhusu Nairobi Supermarket? La, sijaisikia kamwe. Nairobi Supermarket iko hapa karibu na Arlington. Unapita hapa Melfield kidogo tu hapo 360 unapata Nairobi Supermarket. Tuna vitu vingi hapo kutoka Kenya. Royco yapatikana huko? Royco unapata Sasinity, unapata Ketepa. Mwambie. Kwanza nakwambia encyclopedia. Na kumaanisha naweza pata nywele pia? Kabisa, kwanza nywele nyingi za wanawake. Sema Raibina, Lucozade, chochote ambacho unataka. Nataka sunlight, nataka soda. Utapata. Nataka unga ugali pia. Nataka vitu vingi. Hata encyclopedia ya Ekegusi na soya beans zote zipo. Nairobi Supermarket ambayo ipo Arlington karibu na Mayfield na Highway 360 inauza bidhaa hivi vote, kwa hivyo fika Nairobi Supermarket. Noa ng'ombe arutawira na kio na atuike president William Ruto unatogothura 2022. Kwa hivyo tuambie, tafadhali waache hasira, waache kukasirika na hii mambo ya wheelbarrow. Hiyo wheelbarrow tutasukuma mpaka State House. Itabeba mwananchi wa kawaida mpaka State House. Itabeba huyu Ruto wetu mpaka State House. Na niwaambie, niwafichulie nisiwafichulie. Hivi karibuni kwa muda wa wiki moja ama wiki mbili mtaona dada, humu ndani kwanukia vizuri kweli. Harufu hii yanikumbusha mbali. Hii ni harufu ya Imperial. Ni harufu ya Imperial nakwambia. Naam. Na umeipata wapi sabuni hiyo? Kwanza mzee wangu huyu hapa atakuelezea. Kwa na binti ajui kuhusu Nairobi Supermarket? La, sijaisikia kamwe. Nairobi Supermarket iko hapa karibu na Arlington. Unapita hapa Melfield kidogo tu hapo 360 unapata Nairobi Supermarket. Tuna vitu vingi hapo kutoka Kenya. Royco yapatikana huko? Royco unapata
Vicinity, unapata Ketepa. Korwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aiga no tuko batania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok, Edwin Mukaya, Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio bwemanye na boyo bwesemya abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu kyomogusi. Korwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aiga no tuko batania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok, Edwin Mukaya, Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio bwemanye na boyo bwesemya abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu kyomogusi. Wakati na akapatiwa tanki ya kazi yake ya car wash na akapewa mashine ya kuosha gari. Na leo Mheshimiwa Deputy President amesema gari yake itaoshwa. Na ndio gari hii iweze kuenda kuoshwa na Getao. Nataka dereva wa gari ya KCX 425P fungua njia gari ya Deputy President iende Kashui. Goja KCJ gari ingine sikiza ndio waweze kusikia. KCJ 779T KCJ 779T ondoa gari. KCX 425P tafadhali ondoa gari haraka. Gari ya Chief Hasla iende ikaoshwa pale Kashui, hapo ndio wataenda kuichukua. Sasa sikiza vizuri, niko hapa Dagoreti na hapa Dagoreti tuko na mji hapa center mahali tuko na walemavu wengi sana, na kiongozi wa mlemavu yuko hapa. Grace yuko wapi? Grace atasalimia Mheshimiwa Rais. Grace wa walemavu haya ataletwa hapa amsalimie deeply, na kama anamsalimia tutasikia sauti ya kijana ambaye anajua area hii vizuri, kijana Songkok. Hebu msikize nominee number 1. Arambe, sema kazi ni kazi. Arambe. Asla. Tuko hapa Your Excellency, na mimi nataka tu kujibu Raila Amolo Odinga. Raila Odinga 1982 ulitajwa kwa kuu ambao Kenya walimwaga damu mingi. In 2007 ulitumia literally daraja ya maiti kupata nusu mkate, nusu mkeka kind of government, na bado kaenda complain hakuna choo Kenya. Watu wanacomplain hakuna choo. In 2013 ulipeleka ndugu zetu huko Hague wanyongewe huko ili wao upenye katikati shindwe. In 2017 ulituzungusha kama malinda, tukapoteza watu wengi, tukamwaga damu mingi, ukaenda kujiapisha na mwenye amekuapisha ukamsaliti hapo huko Canada na ungua. Wewe ni msaliti. Raila Odinga, wewe, you are the single and common denominator of violence in this country called Kenya. That is your legacy. Raila Odinga, you are a political conman. Ulikuwa wa Kenya kuambia kutumie pesa, kutumia paybill number 672 ati ulipe walimu waliogoma, hukulipa hata mwalimu mmoja. You are a political conman. In 2017 ukakuwa wa Kenya wa kutumia namba, wa kutumia pesa
kutumia baby number 991-444 ati ndio uende repeat election ukasushia uchaguzi. You are a political conman. You don't have any audacity to talk of anything in this country. Na in 2022 tutapeleka hii nyumbani. Wheelbarrow ndio tutatumia kupeleka hasla katika State House. Nione mikono ya KJ, kijana wa nguvu, mkono ya KJ. Mkono ya Ruto. Asante. Mungu awabariki. Hapa Dagoreti tuna watu wanaongea lugha zote ili waweze kuongelesha watu wetu wa Bandu. Nataka nimlete mheshimiwa Titimas Barasa. Watu wa Dagoreti hamjambo. Bwana asifiwe. Mimi yangu ni machache sana. Naibu Rais, siku ya leo vijana na mahasla milioni 42 watamkumbuka Raila Odinga kama mtu ambaye alisambaratisha mipango ya serikali ya Jubilee ya kuimplement Big Four ambaye ingeleta ukombozi wa kiuchumi katika taifa letu la Kenya. Leo hii tukitembea tunajua ya kwamba the biggest impediment to the Big Four agenda is Raila Amolo Odinga. What Raila has done is to sacrifice the economic gains of this country for selfish political interests that has got no role in advancing the economic agenda of this government. Na mimi naomba Rais Uhuru Kenyatta ajifundishe kwa Rais Mwai Kibaki. Wakati Mwai Kibaki aliona Raila Odinga alikuwa analeta njama ya kuhujumu safari yake ya kuongoza Kenya kiuchumi, alimtimua na watu wake waondoke. The area that Raila Odinga is chased out of government is the better for the people of this country. Naibu Rais, vile hawa maasa wameamua kukusukuma na kukupeleka State House, hakuna mtu yeyote ambaye atasimama mbele. Azimio ya hawa Kenya ni kama azimio ya msichana ambaye anaolewa kwa kufanya harusi. Msichana ambaye amekuwa engagement kwa zaidi ya miaka 2 akifanya harusi, siku ya kwanza akifunga pete, akitoa nguo anafunga macho, hata hataki kujua size ya mpindi ni size gani. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Haya, mama ambaye hana mchezo kutoka eneo la Kirinyaga, wapi kelele za Wangoi wa Kereshe? Watu wa Kaneo, nipeni bwekse. Hustle vipi?
umetuheshimu kwa kututembelea. Hii ni mara ya 3 mwaka huu. Nataka nikuletee mheshimiwa aliyekuwa waziri wa awali, Bishop Margaret Wanjiro. Askofu walio mahali hapa, Your Excellency Deputy President, Mheshimiwa host wetu, sani yangu KJ, viongozi wengine wote, Mungu ni mwema. Siku ya leo tumeweza kurudi Dagoreti South. Juzi nilikuwa hapa, hii ni mara ya 4, sio ya 3. Mara ya kwanza nilikuwa na wazee wa Dai, wazee wa kiama mwana jamura ndime na mweke wega aduri ya kiama. Mara ya pili nikakuja, tulikuwa na kanisa ya JCC, alafu pia juzi tulikuwa na PCA. Na nataka kusema hivi wapendwa, Dagoreti South, ukiangalia zile shida tuko nazo sasa hivi, hata tukiambiwa tutaletewa BBI na sijui inapatia vijana tax exemption sijui ya miaka ngapi, miaka 7. Kijana wa Dagoreti South na vijana kwa jumla katika hili taifa hawataki kupewa tax breaks. Wanataka wapewe haso yao, wapewe kazi yao. Hawezi ukapatia mtu mwenye hana kazi alafu niambie unampatia tax breaks. Tax break ya kwenda wapi? Hana hata chakula, hata elewi mambo ya tax. Yeye anataka chakula, alipe kodi yake, watoto wake wakule, bibi yake avae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wamama ole, wamama ole. Siku moja mwenye amebebana na watoto hataki kusikia ati wamama watapewa nini. Anataka kusikia saa hii mtoto wake atakula nini. Hebu mnisikilize wamama nyote. Wakati ambapo tunabeba mimba miezi 9, na sisi ndio tunajua ile kitu inaendelea katika mwili wetu, alafu unazaa huyo mtoto, unazaa huyo mtoto ukiwa na maono ati huyo mtoto atakuwa somebody great, ati huyo mtoto atasoma, ati huyo mtoto atakula na atakuwa na maisha mazuri. Jameni, hakuna mama uzaa mtoto ndio mtoto wake ateseke na ndio mtoto wake akuwe nobody. Hapana, tunazaanga tukiwa na tumaini, lakini kwa ajili tunazaa na tunapata tunaangamizwa na serikali zenye ambazo haziheshimu watoto wetu. Unapata watoto wetu they end up being nobodies. Wamama tukipata watoto wetu wainuke. Safari hii lazima tujiokoe. Kila mama sema tujiokoe. Kila mama sema tujiokoe. Safari hii lazima tujiokoe. Na hivi ndivyo tutajiokoa. Tutashika wazee wetu, tushike vijana wetu, na sisi wamama tuwaonyeshe njia, na njia ni 2022 kuchagua Rais William Ruto. Sema Ruto. Sema Ruto. Haya, nikiwa tu pale kwa wamama, nilisikia juzi watu wanapanga mahali fulani wakasema ikifika wakati wa uchaguzi wamama wanapelekwa ushago. Ikifika wakati wa uchaguzi wamama wanaharasiwa na vijana ndio wasiende kupiga kura. Safari hii wamama tunafunga leso, tunavaa tights ndani, tunatoka, tunajiokoa sisi wenyewe.
haitakuweza, itatafuta kasori, iseme umeiba, wakuwekelee makesi, wafanye scandals, wapige gossip, wafanye scandals, wajaribu kuharibia jina. Na mimi na Sonko tumejipanga. In the unlikely event, asirudi county ya Nairobi inakuja kwa mikono ya mama Bishop Margaret Wanjiru. Wangapi wanasema ndio mama? Wangapi wanasema ndio mama? Amen. Tunasikizana hapo. Haya, jambo la pili, hii county yetu wakati ambapo tunafanya development programs, tunadai hata saa hii, hata kama siko kwa serikali, tunadai watu wetu hawachwe kuachwa nje, vijana wetu, wa mama zetu including wazee, wakuwe ndio wanaran zile biashara na zile tenda na kazi za kaunti ya Nairobi. Hatuwezi kuwa tuko na serikali kubwa ya kaunti alafu tunapata pesa zinaenda kwa watu wachache. It is unacceptable. Nataka kumalizia hivi. Huyu kijana mnaona hapa, huyu KJ. Niliwaambia nikikampeni last time, niliwaambia aje, huyu ni kijana wangu, si ndio? Juzi niliambia vijana hapa akina Kiari na timu yao, nikawaambia Dagoreti sawa, ikifika uchaguzi wa 2022 na waomba, because mimi nimeona aliyekuwa mbunge wetu wa zamani, ninampigia kwa mbali, anataka kupanda katika ile staircase ya BBI, atafuta njia ya kurudi Dagoreti South ama ingie Nairobi County. Nairobi County, mimi na Sonko tumefunga mlango. Sasa ikifika Dagoreti South, nataka mfunga mlango na kusikua mtu ambao atakuja hapa kumsua KJ. Siku ya leo ninaomba vijana tulieni, Sonko anakuja, tulia. Siku ya leo ninaitisha ahadi katika huu uwanja ati KJ atarudi kama MP wa Dagoreti South 2022. Wangapi wanasema ndio? Tunakubaliana. Asanteni sana, Mungu wa mbinguni awatende mema, na tutakuja kuonana tukiendelea na kazi yetu ya uongozi. Asante KJ. God bless. Pigia Margaret Bishop makofi ya kipekee tafadhali. Hapa Dagoreti tuna watu ambao wanaongea ndimi zote. Ukiteremka pale satellite utakuta Avanavamito. Nataka umuone kiongozi aliyekomaa kwenye siasa, Mheshimiwa Omingo Mangara. Tafadhali dakika moja peke yake. Avanavamito. Haya, dakika moja tu mheshimiwa. Dagoreti mpo? Mimi naitwa Omingo Mangara. Na wacha niwapatie live testimony ambayo nimeexperience mimi mwenyewe. Mnisikize vizuri. Miaka nimekula kidogo, sio? Na mimi nimefanya kazi na viongozi nchi hii, mmoja akiwa William Samoei Arap Ruto, nikiwa national treasurer ya chama ingine tuliwacha huko chini, na nikafanya na mwingine wa Bakitana Wili. Wangwana wapendwa, mjambo. Mimi nilipofanya kazi na William Samoei Arap Ruto, wakati wa kwanza there was enough food under Ministry of Agriculture mpaka tukakosa stores za kuweka chakula. Huyu ni mtendakazi. Ukiona mwenye chapati leo wa chama kubwa amekubali kuja kuungana na Hasla, sababu sera za Hasla zinazungumzia mtu mdogo, na sirani koli yetu ni kwamba mamlaka ije kwa wananchi. Mbuyamale Mwanela Alegumela Orara Mwobodo Rumeke na Mataumenya Ajite Tuadoru
ndio wanaenda kwa vernacular station kuwahujumu maneno yenu. Nasikia juzi wanaleta balaa tena kesho kuleta kuadresi watu. Mimi naomba, if the president as a symbol of unity is willing to address Kenyans as the Pope who knows all tribes, naomba ni mmoja akuje kesa atuadresi ya mwisho kabisa, msizunguka mambo ya baba. Msizunguka mambo ya baba. Wale waliojenga baba wako hapa. Na William Samoei na Ruto. Na tuko pande moja. Raundi hii hakuna kubahatisha. Mwisho kabisa tunaliomba hivi. Asilaumu ndugu yangu Ruto. He calls my president my brother. Mbona asimwambie tabu yote aje kusingizia ndugu yangu hapa? Nyani akienda kufa kila mtu uteleza. And we are waiting for him. Wakitupatia yeye hiyo chakula ya breakfast, hata sio lunch. Bwana awabariki. Haya, wanaometwa sasa, tutapanga kazi kwa sababu nataka tuone Mheshimiwa Deputy President William Ruto. Na sasa kwa sababu ya heshima yake, na tunataka tuone Sonko. Wangapi wanataka kusikia sauti ya Sonko? Ili tusikie sauti ya Sonko. Ngoja kijana, angalia. Vijana. Ngoja. Angalia wewe. Mkutano itaendelea hivyo. Ndio tuwe na mpango. Hapa ni Dagoreti. Hatuendelei kama umevaa reflector keti chini. Hiyo ni sauti ya Deputy President imesema. Kama umevaa reflector keti chini. Ngoja. Keti chini. Wote keti. Wananchi wengine wameketi chini. Wewe mwanake, wewe kireta ikaradhe. Moneneo igato ikaradhe. Ikaradhe. Kama uko mbele ya mtu wako na hema, wale wako kwa hema waoni. Eidha usimame nyuma ya hema ama uketi chini. Keti chini. Keti chini. Mkutano iendelee. Wewe mwenye t-shirt, keti chini. Watajipanga. Hakuna mtu anapanga, wao ni watu wazima. Watajipanga. Ndio mkutano iendelee. Ikaradhe. Mshamani atawaambia na mbele huo ikaradhe. Lazima tusikizane. Kuna watu nyuma ya hema. Lazima waone viongozi wetu. Wewe mwenye kofia, keti chini. Wewe keti chini. Ama uketi nyuma ya hema, keti chini. Keti chini. Wewe angalia nyuma yako. Kama kuna mtu nyuma yako, keti chini. Na wewe nataka kiongozi wangu Zion derada hau meguadua gamone Jaffa ehai hau Moshamani wagere Ogo he moto wenyue thutha waku waikareve kana wathie thutha wake. Acio na mbere ya ngari tutiraigua waikareve inyue ikaraire niguo tuigue sauti ĩyo thutha waku. Aya me thutha wa kamera ici ikaraire niguo tuhote kũiguana. Mũcemanio tũiguane kana tiguo? Anake ikaraire niguo tũiguane. Haya babu chukua wimbo weka mbele ndio watu waketi chini. Weka hiyo, vijana wote waketi chini. Wewe mwenye kofia
na tunawashangilia viongozi wetu tukiwa kwa mpango. Sawa sawa. Walio kwenye hema piga makofi. Hawa ni wamama ambao wamekuja mkutano, tuheshimiane. Kama unazima mtu, kijana mwenye mavini, wewe kijana, kama uko mbele ya mtu wa hema uketi chini au ukae nyuma ya hema. Sasa tumepangana. Tuko sawa ama tuko sawa? Ndio Mheshimiwa Ruto aone hata wamama wamejaa hapa Rodhemeto. Wapi kelele Mheshimiwa Deputy? Asanteni. Nataka kabla sijamuita spika wangu kule bungeni, nataka nikujulishe tuko wa Kenya wengi na Mokorino mmoja. Niko na Mheshimiwa Karemba kutoka Ronyejas kuja hapa. Mheshimiwa Karemba, niko na Mheshimiwa Wandia GK kuja hapa. Niko na Mheshimiwa Matthew kuja hapa. Niko na Mheshimiwa Aaron Cheriot, njoo hapa kwa sababu ya wakati. Niko na Mheshimiwa Nkadha, tafadhali njoo hapa kwa sababu ya wakati, usimame hapa kwenye chukua. Niko na Mheshimiwa Jamatia Servan, njoo hapa. Keti chini wewe. Usiharibie mkutano. Keti chini. Keti chini wewe. Ameona sasa, weka chini hiyo. Usizuie mtu nyuma yako, ameona. Niko na Mheshimiwa. Haya, kwanza kabisa ni salamu tu. Atasema salamu Mheshimiwa kutoka bunge la Afrika Mashariki Jamatia Sergon, salamu peke yake. Asalamu. Baada ya salamu ningependa kusema Asla Nation lazima itambuliwe kwa mbele na nyuma. Sisi ndio tunashikilia nchi na lazima Wakenya tuko pamoja kwa safari ya mbele. Asante. Makofi ya Mheshimiwa Jamatia. Haraka sana, nataka nikuletee kijana Gideon Keter, anatuma SMS tu, hakuna ujumbe mrefu. Vijana tafadhali tuheshimiane. Na wasalimu nyote mjambo. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Gideon Keter, na kama mahasla tushikilie hiyo safari ya 2022. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ni mwega. Naye ni ciothe. Niwete Kirinyaga kundu gwitagwo Ndia, na Kirinyaga turouga na sauti imwe. President witũ wa 2022 nĩ William Samoei Arap Ruto. Na inyuĩ mũrauga atĩ gũkũ Dagoreti nĩ William kana nĩ kitendawili? Wangapi wanasema ni William 2022? Na wangapi wanasema ni KJ 2022? Asanteni, Mungu awabariki. Kijana au watu wote wataongea, tuende kwa ratiba. Angalia hao wananchi wote wamekuja kusikiza viongozi, kwa sababu kila mmoja wao atapewa nafasi. Tuheshimu mkutano, kuna maelfu ya wananchi. Kuna kijana last one pale bungeni, hasla wa ukweli, alikuwa anapanda miraa na anavuna miraa. John Paul Mweregi, salimia vijana wenzako. Okay, Dagoreti. Dagoreti. Ruto. Ruto. Leo nataka kuongea jambo moja tu peke yake. Wakati huu
Kenya tunataka kubadilisha, ili kila wakati kuwe kuna wale watu ambao sauti zao hazisikiki kwa sasa zianze kusikika. Sababu nyinyi kama vijana na taifa hili lilikuwa na watu wengi, wale wadogo ama wale vijana ambao hawana kazi, ni sisi ambao tunaendelea kuumia. Na ndio maana kwa sasa tunasema ile kazi ambayo tunataka ifanyike kwa sasa ni the wheelbarrow idea. Kwa sababu hii wheelbarrow idea imekuja ikabadilisha the conversation that we have been having in this country. The conversation has been about tribal politics. Siasa ya Kenya imekuwa ni siasa ya ukabila, lakini hii wheelbarrow imekuja ikabadilisha mambo kabisa. Sasa hata matajiri wanaelewa sasa mambo ya wheelbarrow. Na wheelbarrow conversation ni mambo ya mwananchi wa kawaida na kazi ya kawaida, na ndio maana tunasema sisi wote tuko nyuma ya wheelbarrow conversation na Hustler Nation, na tuko pamoja na wewe naibu wa rais. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Mheshimiwa Mkapa kutoka Baraka karibia hapa, nataka msikie sauti ya Mheshimiwa Mathias Robi. Asante Mheshimiwa Kenya. Hamjambo nyote. Ruto wapi? Asanteni sana. Mimi naitwa Mathias Robi, mjumbe wa Kuria West. Mimi nina ujumbe mmoja tu kwa serikali yetu ambayo sisi tulichagua. Na mimi nataka kusema kwamba hii Kenya inavurugika kwa sababu ya mtu mmoja tu. Na huyu mwenye anavuruga Kenya ni mzee ambaye alikuwa ni mstaafu, sasa waziri mkuu wa zamani. Na nataka kushauri rais wetu kwamba sisi tuliwapigia kura wakiwa Uhuru Kenyatta na William Ruto. Na hii Kenya ili iwe na amani, yeye kama rais ashauri mzee wa kitendawili anatuke kwa siasa, na sisi wa Kenya tutakuwa na amani. Asanteni sana, mbarikiwe. Mheshimiwa Spika wa bunge letu, Mheshimiwa Soipan karibia. Na kuwapatia Mkapa kutoka Baraka. Watu wa Dagoreti, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kuwauliza tu, mnataka BBI ama mnataka Hustler Nation? Mnataka BBI ama Hustler Nation? Sisi kule Tharaka-Nithi tumetembea na William Ruto mpaka State House 2022. Hapo mwana salamu ya William Ruto. Asante sana na Mungu awabariki. Mkutano umekuwa sasa sawa, hata vijana wangu wapigeni makofi wako sawa. Sasa nataka nikuletee aongeleshe mahasa hapa. Senata Aaron Cheriota, pigia makofi. Asante. Nako vipi? Nikisema Hustler Nation mnasema unstoppable. Hustler Nation. Hustler Nation. Asante. Tumekuja hapa Dagoreti siku ya leo ili kutoa ilani kwa wale ambao wamezoea kuendesha siasa ya ukabila Kenya hii. Iko mabatu wa udu ambao wamezoea kupanga watu, wanasema kabila hii kaa hapa, kabila ile kaa hapa. Sisi tukiwa hapa Dagoreti tunataka kuwatangazia kwamba hiyo biashara ya siasa ya ukabila lazima watafunga, na wasipofunga wajue the Hustler Nation is real
and it is work. They must come to a realization kwamba Kenya has changed. The conversation has moved from this tribe or the other tribe. It is now about the 47 million Kenyans. All of us lazima tuwe pale katika hiyo meza. Ikifika ni wakati wa kulipa taxes, sisi wote tunalipa taxes. Lakini ikifika wakati wa kugawa chakula na kugawa nchi ya Kenya vile na kuwa kuna wadosi watatu waende peke yao wanakaa kwa meza. Sasa mimi nataka kuwatangazia na kuwapatia ilani na nataka kutuma Hasla William Ruto niwaambie, enda hapo kwa hiyo meza na uwaambie Hasla wamesema watengeneze nafasi tukae sisi wote. Ama wasipotengeneza nafasi tutashuka na meza, chakula iende chini, tukulie chini sisi wote. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Wana Dagoreti, kwa heshima ya mama kiongozi, huyu ni speaker kwenye bunge yetu, anaketi kwenye speakers panel. Tafadhali mkaribisheni Kidagoreti Mama Solipan kutoka Narok. Kelele! Wazee wa Dago hoye! Wamama wa Dago hoye! Hasla vipi? Hasla sawa, sio? Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, Chief Hasla wetu, waheshimiwa wenzangu, mama wetu wa Nairobi, mama wa Kiro na wana Dago. Mimi natoka Narok. Mimi ni mama county wa Narok. Na nilitoka Narok asubuhi. Na nataka tu mniambie kama mnapokea salamu za mahasla wa Narok. Mnazipokea wana Dago? Wapi salamu ya mahasla wa Narok? Asante sana. Yangu yatakuwa machache. Ya kwanza, mimi nataka kuomba wana Dago. Mimi nikiwa speaker pale bungeni, huyu mbunge wenu Mheshimiwa KJ ako top kuwatetea watu wa Dago. Na ombi langu, tukienda 2022, mimi nawaomba jameni, msitunyang'anye KJ. Mheshimiwa KJ apate 5 tena. Hiyo tunakubaliana? Tuseme KJ 5 tena. Asante. Langu la pili, okay, tusikizane mahasla. Langu la pili ni kusema ya kwamba Wakenya wameamua na tunajua safari ambayo tunaenda. Na ninataka kusema kwa wale ambao wanasema mambo ya hustle ni takataka. Mimi nataka kuwauliza wana Dago, mzee wa Nduthi ni takataka ama ni hustle? Ni takataka ama ni hustle? Mzee wa Wibaro ni takataka ama ni hustle? Tunataka hustlers waheshimiwe. Ya mwisho ni kusema ya kwamba 2017 tulipoingia serikalini ya Jubilee, tukaintroduciwa kitu inaitwa handshake 2018. Na sasa wale walileta handshake wakazamisha the Big Four agenda. Na wanataka kusema wako ndani ya serikali ya handshake and they want to run away from the responsibility ya kututoa kwa njia ya maendeleo ya Wakenya. Tunataka kuambia mulizamisha mambo ya Big Four agenda mkaleta handshake na hatuoni mwelekeo. So you cannot run away from that responsibility. Take responsibility because you cannot have your cake and eat it. Kwa hayo machache tunasema pale
awabariki. Sasa tumefika pale kwa ma heavy hitters. Nasema asante kwa wageni wetu wengi ambao wametutembelea Dagoreti. Nataka tusikie sauti ya Simba wa Nairobi, the one and only Mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko Kavianguli. Haya. Asante sana. Haya, asante sana. Dagoreti. Ruto. Vijana. Wamama. Asanteni sana. Haya, mimi ningeomba kwanza vijana. Naomba vijana hapa mbele tukae chini sote kabla niongee. Vijana hapa mbele tukae chini, watu wale wako nyuma waweze kumwona rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Tafadhali kwa heshima. Hapa mbele vijana tukae chini. Ndio wale wako nyuma waweze kumwona rais wetu wa 5. Haya. Mheshimiwa Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kura yenu, Mheshimiwa William Samoei Ruto, viongozi wote wale wako hapa, Bishop Margaret Wanjiru na wale wengine ambao wako hapa wote. Mimi sitaki kuongea mambo mingi, na leo tunajua tuko kanisani. Tunaomba Mwenyezi Mungu atuongeze katika jina la Yesu Kristo, tusiropoke tukaongea matusi ndani ya kanisa. Kwa sababu tunapoongea ukweli inauma watu wengine. Kwa hivyo leo, sababu niko ndani ya kanisa, ningependa kuanza kwa kusema hivi. Juzi mumesikia nyote watu wa Nairobi, rais wetu tunayempenda alienda kule kwa radio station akasema yeye ndio alinitoa. Kwa hivyo mimi nasema hivi, rais, mimi nimekusamea, mimi nimekuachia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu. Mwenyezi Mungu akupatie maisha marefu, uongozi wa Kenya, akuondolee pepo ya kudhulumu wale wanyonge. Na mimi naomba makanisa yote hapa Kenya, kule Mount Kenya, kila mahali Kenya mzima, tumuombee rais wetu, kwa sababu huyu si rais ambaye tunamtambua. Huyu si rais ambaye sisi nao viongozi wako hapa wakiongozwa na William Samoei Ruto ambaye tulimkampenia kuchaguliwa tena muhula wa pili. Tunajua kuna uchawi na urogi ndani yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu, tuko mbele za magoti, tuko ndani ya kanisa, tunaomba Mungu. Hakuna Mungu kama wewe.
haraka sana. Sio Sonko, sio Ruto, sio Duale, sio Malcolm, viongozi zaidi ya 100, sio mawaziri. Sasa ni Rungu Kang'ata. Kwa hivyo mimi, Mwenyezi Mungu anarejelea nikiwa hapa Dagoreti, sababu wewe unasikia maombi yangu na wewe unasikia maombi ya wengine. Tuko chini yako kwa magoti. Gusa rais wetu. Pepo za uchawi tunazipeleka katika jina la nani? Mimi ya pili ningependa kusema hivi. 2013 mpaka 2017 kabla ya handshake, huyu Mheshimiwa William Samoei Ruto akiwa ndani ya Jubilee kwa sera ya maendeleo aliweza kuchapa kazi Kenya mzima. Aliweza kusaidia rais mambo ya stima, mambo ya barabara, mambo ya reli, mambo mingi sana kupitia kwa Deputy President William Ruto tuliona yakifanyika mpaka hapa Nairobi. Na huyu Mheshimiwa William Samoei Ruto kabla ya handshake hii Nairobi tulijaribu mahali tunaweza. Pale Mama Lucy tuliweka the only oxygen plant in Eastern Central Africa. Hapa Dagoreti ukienda pale Karandini tumejenga soko bila kupiga trenda hata mmoja. Na mimi nakumbuka kupitia kwa huyu Deputy President aliniambia, gavana, hakikisha wanyonge wale wametupigia kura hawagongwi. Tukaita wale traders walikuwa pale kwa ofisi yetu pale county, tukawalipa pesa, tukawajengea sheds kando hapo Dagoreti hapo. Wakaenda kando polepole, soko ikajengwa na tukasema tutawapatia first priority kuoccupy hiyo soko. Mimi na Mheshimiwa Deputy President na huyu KAG mnamuona hapa na kila Mheshimiwa Kirangu pale Waizaka, shamba yenu ya kujenga fire station ilikuwa imeibiwa na DC rafiki ya mkara anaitwa Kibicho. Tukaenda kule State House, tukamwambia rais, hii ni kiwanja ya fire station. Kwa sababu rais bado alikuwa na fikra zake, akatoa DC akapeleka kule Northeastern kiwanja ikarudi. Miezi 8 kabla ishe tumejenga fire station pale Waizaka. Leo kutoka 1907 tulikuwa na fire station moja pale Tomboya. Isitoshe kupitia cooperation yetu na Deputy President pale Kanguna na kina Mheshimiwa Daudi Meja Dom kina Kakuya, kiwanja ingine kama imeibiwa pale na mkuu wa polisi. Tukasema hapana, hii ni kiwanja cha fire station, tunataka fire station ijengwe. Tukachukua hiyo kiwanja tukajenga fire station ya Kangundoro. Mimi ningependa kuambia wananchi wa Nairobi, baada ya kupata Dagoreti, Mheshimiwa Deputy President, kushikana ushirikiano wako na sisi, Ndwaru ndio hiyo imeendelea kuisha Waizaka. Ngine imeanza lami.
Sani Road hapa Dagoreti tumejenga. Muziara Road ndio hiyo. Mtwani Hospital tumeweka facilities. Unajua maendeleo ni kama mimba. Mwezi wa kwanza inafura, ya pili inafura, ya tatu inafura. Inaonekana na macho. Lakini wacha niwaambie siri moja. Siri moja. Tuliletewa jeshi Nairobi ifanye mapinduzi. Mapinduzi ya kuonea wanyonge. Mimi nashangaa Dagoreti kwa masoko. Munguru kwa masoko. GSU inatumika kunyanyasa wa mama mboga. Hiyo yote wananchi wa Nairobi lazima tujikomboe. Hiyo mambo nimetaja ni maendeleo ama si maendeleo? Lakini kazi ya deep state na system ni kazi ya kufanya kitu inaitwa smear campaign. Watu wa Asla Nation wote niwaambie kitu moja. Mimi nimefanya kazi na deep state. Mimi nimefanya kazi na system ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na mimi kuna kitu nataka kutoa leo. Nitaomba nisoe. Sasa tunaona deep state na system wameanza kuchoma magari, isemekane ni maasla wanachoma magari. Mimi nataka kutoa niseme hivi. Wakati kulikuwa na maandamano ya ONM, mimi na Kibicho na deep state wale wengine na system tuliweza kupitisha za ONM, tukanunua magari second hand kwa mashoro, tukazichoma huko Ngong Road ionekane ni ONM, kumbe ni deep state na system. Kwa hivyo mimi nakwambia wala Kibicho, wala Matiang'i, ujinga wenu, upuzi wenu, muache kuharibia Asla Nation. Mimi nawajua sana. Kwa hivyo nimeanza kuongea mambo ya ujinga, kwa hivyo niko ndani ya kanisa, Mungu nisamehe. Na pia ningependa kuambia IG Mutambai, umemaliza watu wa bodaboda kwa kuwapiga marisasi Dagoreti. Sisi tunakuangalia Mutambai. Hiyo tabia tunaomba ikome na iishe mara moja. Ya mwisho Kurwa Dallas Fort watweka asense ya Kenya aiga no tukobotania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok, Edwin Mukaya, Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio gwemanye na boyo gwesemya abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu kyomogusi. Kurwa Dallas Fort watweka asense ya Kenya aiga no tukobotania abagusi bensi ensengima. Haya, Mheshimiwa Kipchumba Murkomen anapigia makofi. Haya, watu wa Dagoreti mjambo, Bwana asifiwe. Tusalimiane na Bwana asifiwe.
the Deputy President, viongozi wenzangu wenye wako hapa na wananchi wa Dagoreti, tumekuja hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kusikiliza neno lake na pia kuhakikisha kwamba tunapata ile tunasema ushirika pamoja na nyinyi. Mimi sitaki kusema maneno mengi, niko na machache sana. Watu wa Dagoreti tunawapenda. Watu wa Kenya tunawapenda. Mahasla sisi tunawapenda. Na tunataka kusema ya kwamba kwa miaka yenye tulikuwa ndani ya serikali ya Jubilee, tulijaribu kupitia sera za Jubilee kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida amesaidiwa. Mambo ya stima, mambo ya barabara, mambo ya soko, mambo mengi yenye inaweza kusaidia. Hata wakati wa kwanza tuliingia kwa serikali ya Jubilee, tulichukua pesa yenye tumefanya rano, tukasema kwamba tunataka kuanza miradi ya wamama na vijana. Na kwa hivyo sisi signature yetu kama watu wa Jubilee ambao walikuwa original wale wa Jubilee zamani, kabla shetani hajakuja kututawanya, tunataka kusema ya kwamba nia yetu ilikuwa kila wakati kufikiria mambo ya mahasla. Na tunataka kusema hiyo safari ya kubadilisha maisha ya hasla lazima itaendelea. Na hii sio mara ya kwanza sisi tuseme mambo ya mahasla, tulikuwa tunasema kutoka 2013. Lakini nimesikitizwa sana kwa sababu wale watu ambao waliingia serikali ya Jubilee 2018, ule mzee wa kitendawili na timu yake, wamefika ndani, wamekuja kusema mkizingatia mambo ya mahasla, mtu ya wheelbarrow, mtu ya mkokoteni, mama mboga, mwananchi wa kawaida, atiwacheni hao matakataka, wacha kwanza tutafutie viti wadosi ambao watakaa kwa meza. Sisi tumesema kwamba hakuna Mkenya matakataka, na tunataka kumwambia Raila Odinga, heshimu mwananchi wa kawaida. Kama baba yako alikuwa vice president, wale wengine wenye baba yao hawajakuwa kitu, sio takataka, ni mtu ambaye Mungu amemuunda na wao wako na maisha ambayo wanafaa kuishi. Wacha niwaambie ukweli wananchi wa Dagoreti. Huyu mzee Raila Odinga aliingia 2018 akasema anasalimia rais. Lakini wakati walikuwa wanasalimia kwa Harambee House, bado tunafanya uchunguzi, kuna kitu alimkusisha rais mkono. Kwa sababu hiyo kitu ndio ilitoa ikatawanya serikali ya Jubilee. Yeye alifika ndani, amechukua viti ambayo ilikuwa ingefaa huyu KJ na viongozi wengine wakuwa machairman wa committee, wakapatia mwingine anaitwa Gladys Wanga na wengine. Sasa Gladys Wanga ndio anasimamia pesa yote ya Kenya, na hiyo pesa ya Kenya wakati wanakawia tinga kupitia ile corruption ya KEMSA. Hii mambo ya corruption, mambo ya kupiganisha wananchi au wameleta katika serikali yetu. Na sisi tunataka kusema hapa, hiyo tabia lazima ikome na ikome mara moja. Sisi tunataka kumwambia Raila Odinga, wewe uliingia serikali ukapotosha rais wetu, tukawacha ile safari ya kuunganisha wa Kenya. Sasa tukasema tunaenda BBI, na unataka sasa kuleta siasa ya kusema ati rais ni mtu Mungu. Niliona juzi Raila alikuwa hapa Westlands akitusi rais Uhuru Kenyatta, ati rais ameshindwa na laptop, ati rais ameshindwa kutafutia wananchi kazi, rais ameshindwa kujenga stadium. Lakini ukweli ni kwamba asemi yeye alipoingia 2018 alisukuma naibu wa rais kando, na wale watu wote walikuwa wanasaidia rais, yeye akashika ushukani, na miaka 3 hakuna kitu amefanya. Sasa ameona miaka 5 imeenda kuisha, anaenda kwa. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy editing software. With Doodly, matunda ya kazi yako ni nini wewe ulifanya wakati ulikuwa ndani ya serikali kwa miaka 3? Atuonyeshe wananchi ama vijana wangapi wameandikwa kazi tangu yeye achukue nafasi ya naibu wa rais katika ile kuadvise rais Uhuru Kenyatta. Atuambie stadium ngapi imejengwa kwa miaka 3 tangu yeye achukue ushukani ya naibu rais. We will account for 5 years of Jubilee
Raila Odinga will account for 3 years of Jubilee for the last 3 years ya handshake. Yeye alete matunda yake ya handshake, sisi tutaleta ile ya Jubilee original ile tulikuwa nayo zamani. Ukweli ama sio kweli? Ile miaka 5 tuko na matunda, tumezaa. Yeye amekuja kuvuruga Uhuru na Kenyatta kwa miaka 3. Sasa yeye tu ni matusi, anatusi Uhuru Kenyatta. Tunataka kumwambia Uhuru Kenyatta, tulikuonya kitambo ya kwamba huyu mtu ni mkanda, aamini Mungu, ni mtu wa vurugu na kuleta vujo. Na unaona sasa ile matunda ya kazi yake. Ya mwisho, mimi nataka kumjibu mtu anaitwa James Orengo. Jana alikuwa anasema ati kuna watu they are hungry for power. If there is a person who has been consistently hungry for power, it's only one, Raila Amolo Odinga. 1982 alijaribu kupindua uongozi wa Rais Moi. 1997 akashindana na Moi baada ya hiyo handshake. Wewe tu wakati Moi alimkataza kuwa candidate ya KANU, akaruka akaenda kwa Kibaki. Kufika kwa Kibaki akaambia Kibaki lazima niwe prime minister kwa lazima. Kibaki alipokataa akaleta referendum ya 205. Wakati referendum ya 205 iliisha akalazimisha kuchukua kiti 207. Mnajua ile ilifanyika 207. Akapewa prime minister kwa damu ya wananchi wa Kenya. 2010 ameleta kubadilisha katiba aliyakuwa rais 2013 akashindwa na Uhuru na Ruto. 2014 akaleta referendum akashindwa atizuiwa kwa Kenya. 2017 tukamnyorosha akaenda kotini akapewa nafasi ya pili akatoroka tukamnyorosha. 2018 ameleta handshake. Sasa saa hizi bado is hungry for power. If there is a man who has been consistently hungry for power, is Raila Amolo Odinga. And we want to tell him, Kenyans at work, they will not accept a dictator who wants power by all means, and he will not have that opportunity. Asante sana, na Mungu awabariki. Dagoreti na mwana kwa igwada tasha huko. Na mwana kwa igwada tasha huko. Dike igwada he, wa mheshimiwa, wa kumeko na wetango masha, mama shoma, mheshimiwa Legaze. Mheshimiwa Naibu wa Rais na viongozi wenzangu, watu wa Dagoreti mulega ligi ya ishara ni mwanga ya watu. Asante sana wana Dagoreti, tumefurahi sana kufika hapa. Na sisi Naibu wa Rais hatuna mambo mengi, ila tu ni kusema tumeshtuka sana kuona huyu mganga mtu ya kitendawili akijaribu kuwekea wewe lawama ati kazi ya Jubilee imeharibika. Ukweli ni kwamba huyu Raila anajua, kwa sababu msikizana kidogo, alikaa na washauri wake wakamwambia ndio urudishe maarufu yako, anza kupiga serikali. Akaanza kupiga serikali ya Uhuru Kenyatta. Haijafanya hii, haijafanya hii. Makosa anafanya kubwa ni kusema ya kwamba ati serikali ya Jubilee haijafanya kazi na mwenye makosa ni Naibu wa Rais. Ukweli ni kwamba hakuna mtu hajui rais wa Kenya ni nani. Ni nani rais wa Kenya? Sasa kama iko makosa, wewe Raila mlikuwa na Rais Kenyatta pale Ululu. Rais Uhuru Kenyatta akasema he is in charge, he is in control of this government. So kama wewe unaona Jubilee haijafanya kazi, peleka lawama to the man who is in charge and who is in control. Useme hujafanya hii, hujafanya ile. Na wewe hapana uogopa Rais Kenyatta. Kama unataka kumuingilia hajafanya kazi, face him head on, umwambie hujafanya kazi. In any case, wewe ulisema wewe ni rais na yeye ni rais, mlijapitwa pamoja. Kwa nini unaogopa yeye? Tungetaka kuambia wewe mtu ya kitendawili, wachana na Deputy President William Ruto.
kama hii gari ya Jubilee imeharibika, William Ruto ni makanga, gari iko na driver. Gari ikiingia kwa mtaro, ni driver anaulizwa ama ni makanga? Ni driver ama ni makanga? Sasa huyu William Ruto ni makanga wa gari. Kama gari unaona imeingia kwa mtaro, unauliza yeye nini? Si driver hapo? Wewe face head on. Hapana ogopa. Wewe unataka kupiga Uhuru, unajipiga kwa Ruto. Face Uhuru Kenyatta head on and accuse him of failure. Alafu mtaona vile mtaambiana na yeye. Kwa sababu wewe umekuwa ni mtu ongea mambo ya ukweli. Ulikuja ukasukuma William Ruto nje ya gari ya Jubilee. Wewe ukaingia na watu yako. Programs William Ruto alikuwa anasimamia, mkatoa yeye mkaweka Matiang'i. Kama hizo programs zimeanguka, wewe Raila Odinga na Matiang'i kujibu. Muachana na William Ruto, huyu ni hasla, anaanza huko kupanga mambo yake kidogo. Si bwana mlio. Ni bwana tu. Ni bwana ndio kapeno. Hiyo wewe Ruto. Ni bwana wametanao. Ni bwana wamera. Ona chambio. Ona igero. Ona ati ya ebuoro. Yako inanuka kama maji ya meno. Hapo ito tunakuwa na BBI. Tunakuwa na BBI. Mbona kile? Na sasa tuseme namna hii nikimaliza. Wewe Raila Odinga hakuna hata kazi moja umefanya kesa ukafaulu. Ulipewa kazi ya vijana, ikakuwa ni kazi kwa vijana na pesa kwa wazee. Silikuwa na mlio. Hii Kibra umekuwa MP for 25 years. Ni bahali ambaye hata ukitembea unaona aibu. Korwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aigano tukobwatania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok, Edwin Mokaya, Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio gwemanye na boyo gwesemya abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu kyomogusi. Mtajua hamjui. Si bwana mlio. Na tunataka kusema sisi tumeona mambo mingi. Na imefika wakati hatutaki kusumbuliwa. Watu wamerefuka na watu hakuna kitu hawajui. Sasa tunataka tualike naibu wa rais. Rais wa tano ya Jamhuri ya Kenya. Haya tumkaribishe rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya.
Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini tafadhali. Asante sana. Tuketi chini. Asante. Haya. Baba wetu askofu na maaskofu wale wengine wote, viongozi waheshimiwa wabunge pamoja na masenators, ndugu wananchi, mahasa watu wa hapa Dagoreti, hamjambo? Dagoreti hamjambo? Hebu nione salamu ya Dagoreti, nione salamu ya Dagoreti, nione salamu ya Dagoreti. Bas, vijana hebu tuketi chini. Naona mko area. Hebu tuketi, hebu tuketi, hebu tuketi. Asante sana. Wewe boss. Tuketi, tuketi, tuketi. Kuna wamama wako huko nyuma. Tafadhali tuketi. Tafadhali tuketi chini. Tuketi chini. Please. Bas. Boss. Bas, namna hiyo. Thank you very much. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu, nimshukuru askofu wa KAG ambaye wametukaribisha hapa ili tupate ibada, na kwa mapenzi ya Mungu tusaidiane kujenga kanisa ya KAG hapa Dagoreti. Nataka nimwambie tafadhali bwana, please, tuketi. Boss, wewe mtu wa macho ine, haya namna hiyo. Asante sana. Pamoja namna hiyo. Asante. Ama namna gani? Haya boss, nani tuheshimiane please. Bas. So mimi nataka niseme askofu and these people who are standing here, nyinyi ketini ama mtoke hapa, nyinyi wadosi ketini. Very good. So mimi nataka nimwambie askofu, sisi tumefika hapa na tutasaidiana kujenga kanisa ya Dagoreti kwa sababu sisi ni watu wa kumcha Mungu. Ni kweli watu wa Dagoreti? Sisi ni watu tunamcha Mungu. Sisi hatuamini uchawi, sisi hatuamini uganga, sisi tunamwamini Mungu aliye hai. Jambo la pili, mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Dagoreti, asanteni sana. Mimi nimekuja hapa mara nyingi, lakini sitachoka kuwaambia watu wa Dagoreti asante sana kwa kutupatia nafasi ya uongozi, Rais Uhuru Kenyatta na mimi na watu wale wengine wote tuliopata nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Asanteni sana wana Dagoreti. Sawa sawa. Hebu ngoja hapo. Asante sana. Hebu tuketi chini nyinyi wadosi hapa. Asante sana. Mimi nataka niwaambie hivi, kwa sababu sisi wote lazima tutafute namna ya kutembea pamoja. Nataka niwaulize kwa unyenyekevu, tusikubali siasa ambayo itatukawanya. Gentlemen, please. Ndio wauliza jameni, tuketi chini. Tafadhali. Asante sana. Thank you very much. Gentlemen, let's tuketi. Asante sana. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi vile tutatembea pamoja. Nimeuliza KJ, na mimi nataka nimshukuru mjumbe wenu kwa ile kazi inafanyika hapa Dagoreti. Please, hata nyinyi tafadhali wewe keti chini. Wale watu wako huko nyuma wanapiga kelele. Ketini chini nyinyi. Asante sana. Thank you.
So sisi wote tumekubaliana tutatembea barabara moja. Dagoreti ni hivyo ama sivyo? Ni hivyo. Tutatembea pamoja. Hebu nione wala wanasema tutatembea pamoja. Bas. Ndio safari ya mimi kuja hapa kwa sababu kuna mambo tulikubaliana na nyinyi. Tuko na mambo ya barabara ya hapa kwenu. Tumekubaliana na KJ barabara ya Kiuru sisi tutatengeneza, tutaweka lami. Barabara ya Kagodo tutatengeneza, tutaweka lami. Hapa chini barabara ya Wangai, tunajua hiyo barabara iko na matatizo mengi, lakini kwa sasa tumesema tutaikarabati wakati tunatafuta pesa ya kutengeneza na kuweka lami. Hapa Waithaka tunajua kuna shida kubwa kwa hiyo barabara ya Kikuyu, lakini kwa sasa tumesema tutaweka daraja pale ili watu wa Waithaka wasipate mafuriko ya maji tena, na tutatembea pamoja. Mimi nataka niwaambie KJ, kwa sababu yeye ndio mjumbe wenu hapa. Mimi nataka nimshukuru KJ. Hapa tumejenga shule mpya kupitia kwa CDF. Huyu mjumbe wenu huyu Korwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aiga no tukobwatania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali babo buna Dennis Zadok Edwin Korwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aiga no tukobwatania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali babo buna Dennis Zadok Edwin Mukaya Videlis Omingo Mochoge Jeremiah Orina Ontiri Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio gwemanye na boyo gwesemya abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu kyomogusi. Korwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aiga no tukobwatania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali babo buna Dennis Zadok Edwin Mukaya Videlis Omingo Mochoge Jeremiah Orina Ontiri Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio gwemanye tengeneze uwanja. Tuko pamoja. Mimi nataka niwaeleze kina mama wa hapa Dagoreti. Kuna wamama ambao nilikubaliana na kina KJ ya kwamba kuna wamama mahasla wanaofanya biashara, na hiyo biashara lazima tuishike mkono ndio waweze kujimudu na kuendesha biashara yao mbele. Mimi nataka niwaambie kina mama ya vikundi ambayo KJ amewapanga hapa, niko na shilingi milioni 1 yenu ambaye mtatumia mfanye biashara. Na mambo ya vijana, mimi nitatembea na nyinyi. Tumekubaliana na KJ. Mimi nitakuja hapa na nitawainua ndio tuweze kutembea pamoja na hustle zenu. Nawashukuru vijana. Tunaelewana? Nawashukuru vijana. Wengi wenu mlinitembelea na leo nimepeleka gari yangu hapa kwa muungwana anaitwa Gitao ambaye
ambaye alichukua KAG miezi 6 iliyopita, akaniambia yeye anafanya hasoli yake hapa Dagoreti, na leo amenisaidia kuosha gari yangu. Mimi nataka niwaambie vijana, mtu asikudanganye, kazi ni kazi. Tunaelewana? Tuko pamoja? Nataka munisikize kwa makini. Tuko pamoja? Kwa sababu tunataka kutembea safari moja. Vijana munisikie, na kina mama na watu wa hapa Dagoreti. Hatutaki kutembea barabara ambayo hatujui. Lazima tuelewane. Tunatembea vipi na tutatembea tufike wapi? Sikizeni. Kama serikali ya Jubilee, nyinyi mulitupatia nafasi, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi, tuweze kusimamia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaambie hiyo kazi tutafanya kwa kujitolea. Nasikia mtu wa kitendawili anasema eti serikali ya Uhuru Kenyatta na Ruto hakuna kazi imefanya. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, serikali ya Uhuru na Ruto tumejenga reli, imepita Nairobi, imefika Naivasha, kilomita karibu 750. Tumejenga barabara kilomita 7,500 ama 7,500. Tumeunganisha Wakenya ambao walikuwa gizani, tumewaunganisha stima Wakenya milioni 5. Tumejenga technical training colleges 140. Vijana ambao walikuwa wanahangaika hawana mahali ya kwenda college, sasa vijana wameongezeka kutoka 90,000, sasa wamefika 1,400 ambao wako katika technical training colleges. Tumeongeza watu ambao wako katika bima ya NHIF kutoka watu milioni 3 mpaka watu milioni 7. Hiyo ndio kazi serikali ya Uhuru na Ruto imefanya. Wewe bwana kitendawili, kama uko na shida na performance ya serikali ya Jubilee, mimi nataka nikueleze, wewe wacha kudharau Uhuru Kenyatta, unakuja kumzungumzia kwa rally. Kama uko na shida na performance ya serikali ya Jubilee, tafuta Uhuru Kenyatta kwa simu ama umtembelee ofisini, umwambie kwamba iko shida na performance ya serikali ya Jubilee. Wacha kiburi na madharau ya kuja kumzungumzia rais kwa rally na kwa njia ambayo ni ya madharau. Tunaelewana matewani? Wewe unasema Uhuru Kenyatta ni ndugu yako, mbona unakuja kumwandika barabarani eti serikali ya Jubilee haijafanya hii, serikali ya Jubilee haijafanya ile? Si wewe utafute rais ofisini uende umwambie hiyo? Ama namna gani watu wa Dagoreti? So namwambia bwana kitendawili, wacha siasa duni my friend. Wacha siasa ya pesa 8. Performance ya serikali ya Jubilee, performance ya serikali ya Uhuru na Ruto haiwezi kulinganishwa na ile miaka yote wewe umekuwa serikalini. It cannot match. You have nothing to show except ile mambo tu ya kupiganisha watu na kusunguka na fitina na mambo ambayo ni ya bure. Watu wa Dagoreti, mimi nataka niwaulize, tuko pamoja ama tuko pamoja? Tunaelewana? Ndio mimi nataka niwaambie, tuache story mingi. Ile kazi saa hizi inaendelea Kenya hii, mimi nataka mjue hivi. Sawa sawa? Mimi nataka mjue hivi. Yale tumesema, na mimi nasimama hapa Dagoreti niseme mchana mapema bila ya kusita.
Kenya hii haiwezi kuendelea vile inaendelea. Hatuwezi kurudishwa mahali pa mambo ya ukabila na mambo ya chuki na mambo ya wananchi kugawanywa. Sisi wote tunasema sisi ni ndugu moja, sisi ni watu moja. Mahasla wa Kenya hawana kabila, kila mtu anatafuta vile ya kulisha watoto wake na vile tutaendelea mbele pamoja. Mimi nawaambia wale wanatusumbua ya kwamba kama Jubilee tulipanga ya kwamba awamu ya pili kuanza 2017 mpaka 2022 ni mambo ya housing ambayo ingepatia hawa vijana kazi milioni 2. Lakini mtu akitendawili akakuja akatuambia kazi milioni 2 ya vijana sio ya priority. Akatuambia ya kwamba twende tutengeneze cheo ya prime minister, deputy prime minister na mambo ya wabunge. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Dagoreti. Mimi nataka niwaulize, mnataka tubadilishe katiba ipatikane vyeo ya viongozi ama tubadilishe uchumi tufanye housing vijana hao wapate kazi? Vijana wapate kazi. The following video is about Munataka tubadilishe uchumi vijana wapate kazi ama tubadilishe katiba viongozi wapate vyeo? Ni kazi ama ni vyeo? Ni kazi ama ni vyeo? Wale wanasema wanataka kazi nione kwa mkono. Sawa sawa. Na mimi nataka niwahakikishie mtu asiwatishe ati mambo ya hasla ni ya kupiganisha watu. Mimi nataka niwaambie hawa watu tumeshawashinda na akili, kwa sababu siku nyingi walitulisha mambo ya siasa ya ukabila na mambo ya siasa ya vyeo, lakini leo tumewarudisha waongee mambo ya hasla, mambo ya mtu mdogo, mambo ya wheelbarrow, biashara ya mtu mdogo. Hapo sasa ndio tumewafikisha. Na mimi nataka niwaambie, already I want to tell our competitors, you are not going to take us to a position where we will discuss tribes and positions. We have made up our minds that we are not going to discuss tribes, we are not going to discuss positions, we are not going to discuss power. We are going to discuss ordinary people and their business, and we are going to discuss jobs for ordinary young people in Kenya. And that is what the Hustler movement, that is what the wheelbarrow conversation is all about. And therefore I want to tell you, good people, hawa watu tayari, we have them in the right place. We wanted to discuss, to have a conversation. We told them we are going to change this conversation. It is not going to be about tribes. It is not going to be about leaders. It is not going to be about power. It is not going to be about positions. It is going to be about the hustlers, the ordinary people. It is going to be about enterprise, the wheelbarrow conversation. It is going to be about jobs for ordinary people. That is where this conversation is going. It is not going where you are telling us that we are dividing the people. Let me tell them, it is them who want to divide the people along dividing the people. Let me tell them, it is them who want to divide the people along tribal lines. Korwa Dallas Fort watuweka asense ya Kenya aiga no tukobwatania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok, Edwin Mukaya,
Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto, imeapa kusi Global Radio Gwemanye na boyo semya, apa kusi Global Radio ekinakio ekeumbu kyomogusi. Korwa Dallas Fort Worth weka Asense ya Kenya, aiga na otoko watania abagusi bensi ensengima, ime na isiko ya Kenya, umirana amo nabaralibao buna Dennis Zadok, Edwin Mokaya, Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto, imeapa kusi Global Radio Gwemanye na boyo semya, apa kusi Global Radio ekinakio ekeumbu kyomogusi. Endesha wheelbarrow ni biashara. Yule wa bodaboda ni biashara. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi nawaambia bila ya kusita, hawa watu ambao wanajaribu kututisha, tunawaambia we are not retreating. We are not going back. We are marching forward until every Kenyan feels and is considered to be a Kenyan in their country. And this is not about the rich and the poor. This is about empowerment of every citizen, irrespective of who they are, so that we can have opportunity for everybody and we can have what is good for every Kenyan. Tuko pamoja. Huyo muungano amekubaliana na mimi. Sawa. Tumekubaliana na Dagoreti. Tumekubaliana. Sasa kina mama tayari KJ ako na mambo yenu na bishop wangu pia nitakuongeza shilingi milioni 1 mimi najua unajenga kanisa. Iko hapo milioni 1 nitakupatia tujenge kanisa kwa sababu sisi tunamwamini Mungu. Dagoreti hoye. Mungu chonjo. Mungu sawa. Hebu nione kwa mkono wala nasema tuwe hamwe tuko pamoja. Sawa. Korwa Dallas Fort Worth weka Asense ya Kenya, aiga na otoko watania abagusi bensi ensengima, ime na